Alaikum ndugu zangu, karibuni sana katika chaneli hii ya kuzungumza mambo, habari zinazohusu ulimwengu wa giza, ulimwengu uliofichikana, ulimwengu ambao hauonekani katika macho ya kawaida, ulimwengu wa kiroho. Na leo niko na nyie, nahitaji kuzungumza kuhusu habari zinazohusu jini Maimuna. Wengi wanamfahamu na kumsikia habari zake, na wengi hawajajua jini huyu kama je, ana uwezo wa kufanya kipi na kipi, na jini huyu falme yake ina mipaka kiasi gani. Kiukweli jini Maimuna falme yake haina mipaka. Ndio maana unaweza kumkuta mganga anatumia jini Maimuna, unaweza ukamkuta mtu ambaye anataka mali pia anatumia jini Maimuna. Kwa hiyo leo nitaongea kwa wale wenye kutaka mali, pesa, tena si mali tu kama pesa, nitaongea kwa wale ambao wanataka pesa cash kutoka kwa jini huyu Maimuna. Maimuna ni aina ya kiumbe ama jini ambaye anaweza kumpa mtu mali. Maimuna Abanuh, huyu ni jini ambaye anaweza kumpa mtu mali akampatia mtu pesa. Kwa hiyo sasa tutaangalia njia ambayo jini huyu anaweza kukupatia wewe mali na pesa lundo, pesa lukuki za kukupa utajiri kabisa katika ardhi hii na ukatamba vilivyo. Kwa hiyo nafikiri katika jambo ambalo la msingi, kwanza tutaangalia jini Maimuna. Huyu jini unampataje ili kuweza kukupatia wewe pesa? Sababu hatujamwangalia kwanza jini Maimuna ni jini wa aina gani, falme yake iko wapi, lakini kwanza tuangalie huyu jini unampataje ili kuweza kupata pesa kupitia jini huyu jini Maimuna. Kwanza kabisa ni lazima ujiandae vilivyo, ukae riadha. Usile kitu chenye roho, yani maana yake usile nyama, usile samaki, usile dagaa, usile mayai, usile nyama ya aina yoyote, iwe ya kuku, iwe ni nyama ya ndege au iwe nyama ya mnyama wa aina yoyote. Basi unapaswa kujichunga na hicho kitu. Usizini, ndio hupaswi kuzini kabisa nje ya ndoa. Kama wewe umeoa, kama umeoa uruhusiwi kuzini nje ya ndoa ndani ya siku 7 ambazo utakuwa uko riadha kwa ajili ya kumpata kiumbe huyo. Ndani ya siku 7 huruhusiwi kuzini, na kama wewe hujaoa basi usishiriki tendo kabisa. Lakini kama umeoa unaweza kumuingilia mkeo, lakini usilale hali ya kuwa ni mchafu. Lazima ulale ukiwa umeoga, yani maana yake ukiwa na mkeo basi inapaswa kuoga ndipo uendelee na kulala. Kwa siku 7 hizo unapaswa kuwa hivyo. Basi ndani ya siku 7 hizo usishiriki mambo ya madhambi. Usio ni mtu mwenye kudhulumu watu pasina sababu ya msingi. Usifanye wizi wa aina yoyote ndani ya siku 7 hizo. Usitumie kilevi cha aina yoyote. Pombe, aina chochote cha kilevi uruhusiwi kutumia kabisa. Kwa hiyo ukishakuwa umejidhatiti katika kujiingiza katika jambo kama hilo, kwanza jitayarisha katika nafsi yako na moyo wako. Lakini pia inapaswa ujiingize katika jambo hili ukiwa na moyo thabiti kabisa, kwa sababu jini huyu Maimuna ni aina ya majini wakorofi kweli kweli. Hupaswi kabisa kuingia katika jambo hili kwa kujaribu, utaumia. Unapaswa kuingia katika hili jambo kwa moyo mmoja. Kwanza kabisa, ili kufanya naye mkataba kiumbe huyu, lazima kuna tarasimu yake maalum. Lazima iandaliwe tarasimu maalum, na kisha lazima uingie katika mkataba naye kwa njia moja ama nyingine. Huyu kiumbe atakupa mali kwa njia gani? Huyu jini Maimuna anatoa mali kwa njia ya sanduku kubwa ambalo utalitengeneza, na mfumo wa sanduku hili lazima ndani yake utaweka vitu kama ambali na vitu tofauti ambavyo vinahitajika. Tarasimu yake itakuwa ndani yake. Vitambaa vyeusi, cheupe na chekundu vitakuwepo ndani yake. Ambali, aina ya mshumaa ambao anautumia ni mweupe na mweusi, ni aina pia ya mshumaa ambayo akiitumia kiumbe huyu pindi ambapo unahitaji. Asilimia kubwa aina hata ya mshumaa anaotumia ni mweusi na mwekundu, hata mweupe pia, lakini asilimia kubwa ni mweusi na mwekundu. Na katika jambo hili kiuhalisia, kiumbe huyu unapokuwa na tarasimu yake na ukaiweka ndani ya sanduku lile, na sanduku lile katika pembe zote 4 ukaweka ambari nyeupe ile original kabisa, ukaweka katika pembe zote 4, kisha ukawa ni mwenye kufanya ibada maalumu ya kuwa unatamka maneno fulani maalumu ambayo utapewa. Haya maneno ambayo unatakiwa kutamka mara kadhaa kila siku usiku. Utaanza zoezi lako siku ya Jumamosi na utaanza siku ya Jumamosi na utamaliza siku ya Ijumaa, ambapo Jumamosi asubuhi ukiamka, ndani ya sanduku unatakiwa kukutana na kiasi cha pesa ulichokiandika.
unatakiwa uandike pia katika karatasi nyeupe kiasi gani cha pesa unachotaka Jini Maimuna aweze kukusaidia, akutoe katika umaskini, akupeleke katika hali nzuri ya kimaisha. Kwa hiyo kuna masharti kadha wa kadha, lakini kwa leo nafikiri hilo ndo kubwa. Kwanza mfahamu Jini Maimuna na uwezo wa kukupa mali anao. Ukisikia mtu Jini Maimuna anakuambia hawezi kukupa mali, huyo hafahamu na uchache wa elimu aliokuwa nao. Lakini Jini Maimuna anaweza kukupa mali, tena mali keshi kupitia sanduku, na watu wengi wamefaidika na wamepata mafanikio kupitia mali. Jini Maimuna ana elimu ya uganga, yupo Jini Maimuna ambaye ana elimu ya kukupa mali na pesa, yuko Jini Maimuna ambaye ana elimu ya kuharibu ndoa za watu, yuko Jini Maimuna ambaye ana elimu ya kutengeneza ndoa za watu na kumfanya mtu awe na mvuto wa kupendwa na kukubalika. Kwa hiyo ndugu zangu, nafikiri kwa leo tuishie hapo na tumfahamu kwanza huyu Jini Maimuna na namna ya kumpa